Tunashukuru Mungu sana na tunaambia wamama wote happy Mother's Day. Hallelujah. I want to speak about laborers with God. Laborers with God. Wafanyikazi pamoja na Mungu. Na neno la Bwana linatukumbusha, Paul anazungumzia Wakorintho katika kitabu hiki cha Wakorintho wa kwanza sura ya 9 ya 3 mstari wa 9, na inasema, for we are fellow workmen, joint promoters, laborers, laborers together with and for God. Na hapo ndipo mahali nataka tuangalie hili neno sana na tuone vile Mungu wetu anataka kutuzungumzia. Kitu cha maana cha kuelewa ni kwamba sisi ile kazi tunayoifanya, kazi ile ambayo tunaifanya katika huduma na pia katika kazi ambayo tunafanya tukimtumikia Mungu, tunaifanya pamoja na Mungu. Chochote tunachokifanya tunakifanya pamoja na Mungu. Tunakifanya kwa Mungu, lakini tunakifanya pamoja na Mungu. We are working for God, but don't forget that we are not working alone. We are not alone. When we are serving God, we are not alone, but we are working or we are serving God together with Him. Praise the name of Jesus. Mungu hajatuita kwa kazi atuachilie. Mungu hajatuita kwa huduma atuachilie. Mungu hakutuita ili tungangane tuhangaike peke yetu. Angetaka kufanya kazi pamoja na sisi. Yani mapenzi ya Mungu ni kile ambacho anataka kutimiza katika ulimwengu huu, sio sisi peke yetu. Tunatimiza wajibu wake tukiwa pamoja na yeye. Nataka kuwatia moyo watu wa Hope niwaambie that God is not or God will never allow you to be alone. Praise the name of the living God. Can you see what you have done? All this that you have done, it is because God has been with you. No, ayabusikiliza nikwambie, hakuna watu watu kama nyinyi waliokaa hapa wana uwezo wa kufanya kile ambacho wamefanya pasipo mkono wa Bwana. Kuna makanisa mengi makubwa, kuna makanisa tunayajua makubwa yaliyo na uwezo. Hayajafika uwezo huu ambao mumefika. Hawajafika kiwango hiki ambacho mumefika. Mimi nikiwaangalia na ni maana ninawajua, ninaweza sema maneno haya ya kwamba ni Mungu amekuwa akifanya kazi hii pamoja na nyinyi. Praise the name of the living God. Na niko hapa siku ya leo na nitawahubiria. Niwaambie huyu Mungu bado anasema, ninatamani kufanya kazi pamoja na nyinyi. Huyu Mungu aliyewasaidia kutimiza haya amenituma na ujumbe huu niwaambie, bado angetaka kushiriki pamoja na nyinyi yale ambayo hayajatimilika. Anasema niko pamoja na nyinyi na nitafanya kazi pamoja na nyinyi. Praise the name of the living God. And therefore, when we realize that we are laborers and we are doing or we are laboring together with God, there are things that we need to understand. There are things ambazo lazima tuzitilie maanani. Kuna mambo kadhaa ambayo nitayafundisha ambayo lazima tuyaweke maanani kama watenda kazi pamoja na Kristo. Na kwa haraka, jambo la kwanza ambalo tunastahili kuelewa tukifanya kazi pamoja na Mungu, jambo la kwanza ni hili: we are working for God. Amen. Number one, I want you to understand that we are working for God. Come on, church. We are working for God. Listen to me. You are working for God. You are not working for men. You are working for God. Colossians chapter number 3 verse 23, it says, work willingly at whatever you do, as though you are working for the Lord rather than for people. Amen. This is very important because wakati mwingine tunafail kufanya mapenzi ya Mungu kwa sababu tunawatumikia wanadamu. Wakati mwingi tunakosa kuguza moyo wa Mungu kwa sababu tunawatumikia wanadamu. Lakini sikiliza nikwambie, Mungu anataka tujue hivi: wakati wote tunafanya kazi na yeye, na kama ataendelea kufanya kazi na sisi, lazima tujue maneno haya ya kwamba we are not working for people. We are working for God.
And then we must stop laboring for people. We must stop working for people. And then we engage ourselves to work for God. Hallelujah. Kwa nini watu wanakuwa na disappointment? Because they are working for people. Amen. You know, when people, wakati watu wamekosa kujua, watu wamekosa kuona kile unafanya, you get discouraged. Unavunjika moyo. And sometimes we quit. Tunaondoka, tunaacha kile ambacho tulikuwa tunafanya. Tunakosa kuendelea kukifanya. Simply because pastor hakunitambua kwa kile nilikuwa ninafanya. Kwa sababu mama kiongozi hatambui ile kazi ninafanya. Simply kwa sababu kanisa na ushirika mzima ni kana kwamba hawaoni juhudi ambazo ninaweka ama juhudi ambazo ninatia katika hii kazi. Niko hapa nikuambie kuanzia siku ya leo, kama unafanya kazi na Mungu, wacha kufanya kazi ya wanadamu. Jua ya kwamba unayemtumikia ni Bwana. Nataka niwaambie hivi, lazima tuache kuwatumikia wanadamu. Tuanze kumtumikia Mungu. The Bible says, Colossians 3:23, work willingly at whatever you do. Fanya kwa moyo wa kupenda. Lolote lile unalolitenda, kile chochote unachokitenda, kifanye kwa moyo wa kupenda. Kwa sababu anasema, kwa sababu si kwa mwanadamu unafanya, bali ni kwa nani? Ni kwa Mungu. As though you are working for the Lord rather than for people. Kwa nini watu wanafanya kazi kwa uregevu? Kwa sababu ni kazi ya wanadamu tunafanya. Kwa sababu ni kazi ya mtu tunafanya. Siku ile tunaondoka kufanya kazi ya mtu, tunaanza kufanya kazi ya Mungu, tunafanya kwa mioyo. And therefore Paul akizungumzia Wakolosai anawaambia, lolote mnalolifanya lazima mulifanye kwa mioyo yenu. Praise the name of the living God. At that point niulize, whom do you work for? Wewe unafanyia kazi nani? Unafanyia Mungu kazi ama unafanyia wanadamu? Biblia inasema whatever you do, lolote unalolifanya. Mimi nitauliza kwa huu shirika, hebu tuache kuwafanyia watu tena. Maana tukiwafanyia watu tutakufa moyo. People sometimes utajituma kwa kazi na wakose hata kuona kile unafanya. Na wakiona badala ya kuappreciate, wengi watakudiscourage, wengi watakudiscuss, wengine watasema ni kiberebere, wengine watasema unataka upendeke, wengine watakuita majina. Sikiliza, wacha kufanyia wanadamu, anza kumfanyia Mungu kazi, na hakuna wakati utavunjika moyo. Utakuwa unafanya kwa moyo wako wote, kwa sababu ni Mungu unatumikia. And therefore number one, we must learn that whatever we are doing for the Lord. Hebu niulize tu kidogo hivi swali hili. Mind you, kama kila kitu ambacho tunakifanya tungekuwa tunakifanya kana kwamba ni Bwana tunafanyia, wala si mwanadamu. Mind you, kama kile tu unafanya, maybe hata kama ni jamii yako unaitunza, you do it as if ya kwamba that duty you have been given, it has been allocated to you by the Lord and not for man. If it is a business, you do it as if ya kwamba the owner of this business, it is the Lord. Whenever you are employed, you do that job, and you do it in a way that it is not about my employer, it is about my Lord. Praise the name of the living God. I think we can do it with all diligence, with all faithfulness. Tutaifanya kwa mioyo yetu, tutajituma kwa ile kazi. Bwana Yesu asifiwe. And therefore from today, nataka kuwauliza hivi, ni Mungu unatumikia ama ni wanadamu? Kama ni wanadamu, jitayarisha kuvunjika moyo kila wakati. Kama utatumikia wanadamu, utafanya kwa sababu ya watu, jiandae kila wakati kukaa na vinonda. Lakini tutumikie Mungu, tuachane na wanadamu. Praise the name of the living God. Ebu za jirani mwambie kuanzia leo, si wewe natumikia, si pastor natumikia. Yaani unaambia mtu, mwambie kabisa, mwambie niangalie vizuri. Ongelesha mtu, mwambie kuanzia leo hebu niangalie vizuri.
Si wewe natumikia, si pastor natumikia, si kanisa natumikia, ninatumikia Jehova Mungu wa mbinguni. Na kwa hivyo kuanzia leo nitatumika kwa moyo wangu wote. Praise the name of the living God. Hallelujah. Tumpe Bwana makofi mazuri. Number 2, we must know that our work is not waste. Lazima tuelewe ya kwamba kazi yetu si kupoteza. It is not waste. 1 Corinthians chapter number 15 verse 58 inasema, so my dear brothers and sisters, be strong and immovable, always work enthusiastically for the Lord, for you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Hey, praise the name of Jesus. Paul ana remind hawa watu wa Corinthians, anawaambia, wapendwa, ndugu zangu na dada zangu, simameni imara kila wakati, fanyeni kazi kwa moyo wa kupenda, kwa moyo wa kuchangamka, kwa watu ambao wanasikia ya kwamba tuna moyo wa furaha. Maana anasema, for we know that nothing you do for the Lord is ever useless. Can I tell you, brothers and sisters, nothing you do, nothing you have ever done that is useless. Praise the name of the living God. Even when it seems useless in the eyes of men, in the eyes of God, you know, katika macho ya Bwana, it is not useless. Hata yale madogo sana watu walishindwa ni nini unafanya, Bible inatuambia it is not useless. Your labor is not useless. Hallelujah. Chochote unachokifanya, kazi yote unayomfanyia Mungu, Wakorintho wanakumbushwa, it is not useless. Hebu tuangalie the same verse katika another version ya, maybe I think this is Message Bible. Inasema, the same verse, inasema, with all this going for us, my dear friends, stand your ground and don't hold back. And then hii verse inanifurahisha, hii version inanifurahisha, maana inasema, throw yourself into the work of the master, confident that nothing you do for him is a waste of time or effort. This version inanibariki sana, maana inasema kile ambacho unafanya. Give me that verse. Iko tu hapo tu mwenye una project. Inasema ati ya kwamba we must throw ourselves, we must, inaanza hivi, do not, after standing on our ground, inasema do not hold back. Amen. That we should not hold back. Ini kusema ya kwamba tusijizuie kutenda, tusijizuie kufanya, tusijizuie, we should not hold back. And then inasema, that version inaendelea kusema ya kwamba thrust yourself into the work of the master. Yani jitumeni kwa kazi ya Bwana. Let us throw ourselves into the work of the master. Let us not hold back. Praise the name of the living God. You know, wengi wamesimama, wengi wamejizuia kufanya, hata wengine wako na uwezo, but they are holding back because labda wanaogopa wanadamu wengine, labda kwa sababu ya vile walisikia, labda kwa sababu ya discouragement. Wengi hold back. They are not giving out what they are supposed to give to the Lord. They are not giving the whole kile ambacho Bwana anatarajia kutoka kwao. Now Paul anawaambia watu hao, na I like this version, anasema throw yourself into the work of the master. Jitumeni kwa hiyo kazi ya Bwana. Jitumeni, throw yourself, jitume kwa hiyo kazi ya master. And then anasema ya kwamba kwa sababu tukiwa na ushuhuda, tukiwa na confidence, tukiwa na nini, ujasiri, tunajua maneno haya ya kwamba hakuna lolote ambalo tunalifanya itakuwa ni kuharibu muda ama kuharibu nguvu zetu. Praise the name of Jesus. Can I speak to you today? Na nikwambie maneno haya
whatever you have done, it is not waste of your time. Whatever you have been doing in the kingdom of God, it is not waste of your effort. Praise the name of the living God. Kile unafanya kwa sababu ya ufalme, si kupoteza, unapoteza. Si muda wetu tunapoteza. Wakati mwingine tunachekelewa kule nje, maana watu wanatuona as if we are wasting our time. I am here to remind you, we are not wasting our time. We are not wasting our effort. We are not wasting our resources. Praise the name of the living God. Whatever we are doing for the kingdom, it is not waste. Praise the name of Jesus. Seeds that we sow, zile mbegu ambazo tunapanda, it is not waste. Listen to me carefully. Even the seeds that we carry and tunapanda katika ufalme, it is not waste. It is not waste. Your prayers is not waste. Your time in the presence of God is not waste. Hey, your praise is not waste. Your dancing before the Lord is not waste. Whatever we do in the kingdom, it is not waste. Praise the name of the living God. Do you know why people do wanna hold back? Wanakosa kujitoa kwa Mungu. Because most of them wanajiuliza, what is the benefit? Do you know that many people, they hold back na wanajizuia kumtumikia Bwana because they do fear that what they do, it is waste of time. Wengi wanaona kana kwamba ni kazi tulikosa. Wengi wanaona hata kuja kumwabudu Mungu, it is like waste of time. I'm here to remind you, whatever you do to the kingdom, it is not waste of your time. It is neither waste of your resources. Whatever you have been giving to the kingdom of God, it has never and it will never go waste in the name of Jesus. Hallelujah. How much have you given to this project? You know, Pastor leo asubuhi amenikumbusha, because anasema akijaribu kupiga hesabu yake anaona kama 20% ya contribution ya hii jengo hawezi kosa 20%. Pastor, hebu nikwambie, it is not waste. Your 20% in this construction is not waste. Which percentage have you contributed? Hebu uliza jirani, na hii ulize tu ukiwa very keen. Yani unauliza tu hii. Unajaribu kuweka smile isilete matatizo. Unamuuliza, unaona kama ni percentage gapi umeweka kwa hii kitu? Yani ikisemekana watu wagawane. Yani nisaidie tu, muangalie tu, na huyu unakuwa tu mwangalifu tu. Ukiona anaharibu sura unaachana naye tu, unajua hapa iko matatizo. Wewe hebu uliza jirani, wewe unaona kama ni percentage gapi umecontribute kwa hii kitu? Yani ikifika, unajua sasa ikifika kugawana pasi kwanza achukue yake 20. Sasa tubaki na 8 sisi wengine washirika wote. Na tuko washirika wengi hapa. Sasa hapa itakuwa ni scrabble. Because sasa sisi wote tunangangania 80. Sasa hiyo 80 percentage yako ni ngapi? Let me tell you, I'm not concerned about your percentage. But whichever the percentage, my point is, whatever you have done, it is not waste of your time. It is not waste of your resources. And I'm here to tell you, church, I'm here to tell you, it is not waste. The Bible says in the book of Luke, whatever we give, it shall come back to us in full measures. It is not waste. Let me tell you, whatever you have given to the kingdom, it will come back to you in full measures. It will come back to you in full measures. Dio, chochote ulichomtolea Bwana, chochote unachomfanyia Bwana, masaa yako unayomtolea Bwana hayapotei wapendwa. Maandiko inasema yataturudia yakiwa yameongezwa, yakiwa yamejaziriwa, yakiwa yamesindiliwa, yakiwa yamejazwa, mpaka yako overflow. Praise the name of the living God. It is not waste. Maybe you are here and you are getting, maybe unaanza kukuva moyo. Unaanza kukuva moyo. Nasema nimewekeza
katika ufalme wa Mungu, sijaona matokeo. Nimewekeza katika ufalme, sijaona matokeo. I'm here to remind you, it is not waste. Praise the name of the living God. Hallelujah. It is not what? It is not waste. Nasikia niwaambie hivi, whatever we are doing in the kingdom, we are not planting our seeds katika mchanga wa bahari. Church, sikilizeni. Hatupandi mbegu zetu kwa mchanga wa bahari ambapo haziwezi zikamea. It is not waste. Amen. It's just a matter of time. And then it shall come back to us in full measures. Don't and stop being discouraged. Mgoje Bwana. It is not waste of time. And number 3, very quickly. Sasa siniwaambia leo nahubiri kidogo tu. Sasa sinikumalizia. Kwani? Number 3. Najua Kenya juu ananiogopa ati mimi ni wale watu wanahubirigi masaa mawili. Leo si section council. Section council ndio nahubirigi 1 hour plus. Number 3, we must know as a laborers that our master is faithful. Hapa nitawahubiria tu kidogo. Our master is faithful. You know, church, our boss is faithful. The one that we are working for is faithful. He's not a man. He's faithful. You know, mstari wa Hebrews chapter number 6 verse number 10, the Bible says, for God is not unjust. For God is not unjust. He will not forget how hard you have worked for him and how you have shown your love to him by caring for other believers as you still do. Praise the name of Jesus. Our master is faithful. The one that we serve is faithful. And in the book of Hebrews anatukumbusha, mwandishi wa kitabu cha Waebrania anatukumbusha that our God is not unjust. Yeye si mdhalimu. Yeye si mwanaharamu, ya kwamba akasahau hata kazi njema mlizozifanya, akasahau kazi ngumu tulizozifanya. God is not unjust. He will not forget how hard you have worked for him. You know, sometimes we do things to our fellow people, our fellow brothers, our fellow friends, whatever. Tunawafanyia wanadamu mambo. Na kusema ukweli, wengine wanasahau. Wakati mwingine tunajituma. Wakati mwingine tunajitoa kabisa kwa sababu ya mtu. Na huyo mtu anasahau. Wengine tunawafanyia kibarua, wanasahau. Hata wakumbuki kama tulifanya kibarua na hawakutulipa. Wanasahau, wanajifanya wanasahau. Wengine wanapewa teda, waliowapatia teda wanasahau kana kwamba kuna watu walipatia teda. Wengine wanakopeshwa, wengine wanasahau kana kuna mtu aliyewakopesha pesa. Wengine wanafanyiwa kazi nzuri, wanasaidiwa wakiwa katika matatizo, wanasahau kana kwamba kuna mtu aliyewasaidia. Lakini sikiliza nikwambie, huyu bosi wetu ambaye tunamfanyia job anatukumbusha kwa kitabu cha Waebrania ya kwamba yeye si kama mwanadamu. Yeye si kama mwanadamu. Yeye asahau kama vile sisi tunasahau. Yeye ajifanyi ya kwamba hajui kama vile sisi tunajifanya ya kwamba hatujui. Anasema maandiko haya, yeye si mwanadamu akasahau na kazi nzito tulioifanya
Praise the name of the living God. Wanadamu wanaweza sahau, mchungaji anaweza sahau, viongozi wa kanisa wanaweza sahau, vitabu vya majina unaweza sahaulika, lakini niko hapa nikuambie, kazi yote unayoifanya ifanye kwa moyo wako, maana yule unayemfanyia maandiko yanamdefine na yanasema yeye ni mwaminifu. Yeye ni mwaminifu. Yule ambaye unayemfanyia maandiko ikitaka kumdescribe inasema yeye ni mwaminifu, hawezi akasahau. Praise the name of the living God. Let me tell you, Matthew chapter number 25 verse 35 mpaka 40. There is hii maneno ambayo Yesu anayasema. Na Yesu anasema hivi, ati atawaambia, sasa ni hiyo wakati analipa watu, ati anawaambia, nilikuwa njaa mkanilisha, nilikuwa na kiu mkaninywesha, nilikuwa uchi mkanivarisha, nilikuwa hospitali mkakuja kuniangalia, nilikuwa gereza mkaja kuniangalia. Nao watamuuliza, ni lini Bwana tulikuja kukuangalia? Unajua sasa wakati hiyo maandiko ninasoma inaniambia mtu aliyesahau, mtu aliyetenda na akasahau, mtu ambaye alifanya na hakumbuki. Nataka nikuambie, Yesu naye akawaambia maneno haya ya kwamba wakati mlipowafanyia wale wadogo ni mimi mlinifanyia, wakati ambapo mliwarisha hawa masikini ni mimi mlinirisha. Yesu atawakumbusha. Sikiliza niwaambie, my point inasema hivi, hata wakati wewe ulifanya na ukasahau, yeye hajawahi sahau. Hata yale matendo sisi tuliyafanya na tukayasahau, bado yeye hajasahau. Yeye si mwanadamu ya kwamba sahau. Hata yale ambayo huyakumbuki dada, mbele za Bwana bado yanakumbukwa. Hata yale wewe uliyasahau, mbele za Bwana bado anayakumbuka. Yale uliyoyatenda ukasahau, sikiliza nikuambie, bado Bwana anayakumbuka. Hata kama wengine walisahau, bado Bwana anayakumbuka. Anasema ninayakumbuka. Praise the name of the living God. Niko hapa niwaambie watu wa Hope, Baba anakumbuka matendo yenu. Baba anakumbuka kazi yenu. Baba anakumbuka kujitoa kwenu. Baba anajua vile ambavyo mmekuwa mkijitoa. Yeye anajua. Ukiulizwa, since you joined this church, how much have you given? Can you recall? Can you recall? But let me tell you, the master knows. He knows every penny. He knows every coin. He knows every tithe that you have tithed in this church. He knows every sadaka you have offered on this altar. He knows whatever you have done. Can I ask you, mara ngapi umekuja maombi tangu ulijiunga na ushirika? Can you count? How many sacrifices have you done? Most of us, we cannot recall. But our master anasema, hata hayo mulio ya sahau, mimi bado ninayakumbuka. Mimi sio kama mwanadamu ambaye anajifanya amesahau. Bado ninayakumbuka. Haya yote ninayakumbuka. Sikilizeni, kazi ambayo tunaifanya mbele za Bwana sio kupoteza muda. Bado yeye anakumbuka. Anakumbuka matendo. Hata yale matendo ambayo sisi tuliyasahau, yeye anayakumbuka. Si ninapenda huyu Mungu wa Mordekai. Mungu ambaye Mordekai alitenda mema na akaenda akasahau, lakini akiwa amesahau, Baba akayakumbuka siku moja na akafanya mfalme akose usingizi. Jamani, natangaza huyu Mungu kwenu, na akumbuke matendo yenu, na akumbuke kazi zenu, na akumbuke matoleo yenu, na akumbuke kazi mlizozifanya tangu 2020 wakati mlipoanza hii kazi. Baba anasema bado ninakumbuka. Ninajua I know you are labor. I know you are hard work. Ninajua hiyo kazi ngumu ambayo mmekuwa mkifanya. Sikilizeni watu wa Hope, si wakati wa kufa moyo, maana anasema bado ninakumbuka. Bado ninakumbuka. Bado ninakumbuka.
bado ninakumbuka niko na deni na nyinyi. Wale ambao Bwana hajawatembelea, Mungu anasema bado ninakumbuka. Mama, Mungu anasema bado ninakumbuka. Ninakumbuka sijakutimizia hiyo ahadi. Ninakumbuka bado sijakuja kukuangalia. Anasema bado ninakumbuka. Kama angekuwa mwanadamu angesahau. Lakini huyu ambaye anasema ati wengine watasema ni lini tulifanya? When? Because even hata kwa mindset haiko, ilisahaulika. Anasema I still remember. Praise the name of the living God. And therefore house of prayer, never give up. The one you are serving, the one who amewaaminia hii kazi, yeye si mkora. Na hakuna kazi mbele zake itaenda kabla haijaripwa. Praise the name of the living God. Hakuna kazi mbele za Bwana itapita kabla haijaripwa. Hakuna matendo yatapita mbele za Bwana kabla hayajaripwa. Either ni mazuri wala ni mabaya, yeye ataripa. Kwa hivyo anakumbuka. Nilisahaulika, anakumbuka. Anakumbuka. Hawa watu wa KAG hawakumbuki, watu wa ushirika hawakumbuki. Ni sawa, yeye aliyekupatia kazi anakumbuka. Ati na venye nilijituma kwa hiyo kazi, ati na venye nilijitolea kwa hiyo kazi. Na hata hawezi wakakumbuka. Sisi hatuwezi tukakumbuka, sisi ni wanadamu. Sisi wacha kutuuliza maswali. Hata yetu inasahaulika. Tunasikia hawa wanamuuliza, ni lini tulifanya hivyo? Hata yetu inafanya nini? Lakini yule tunayemfanyia, the one that we are partnering with, the one that we are laboring with, anasema maneno haya, I do remember. May God remember you in the name of Jesus. May God remember the work of your hands. May God remember your labor. May God remember whatever you have done in this kingdom in the name of Jesus. Wale ambao wamekuwa katika ushirika huu, mlioanza kanisa hili wakati lilikuwa linaanza katika uhaba, mumetembea pamoja na mchungaji, mumetembea pamoja na maono ya mchungaji, mumesimama pamoja na maono haya, hamukuondoka wakati wengine waliondoka. Natangaza maneno haya, wakati wenu wa kukumbukwa na ufike sasa kwa jina la Yesu. Wakati wenu wa Bwana kuwakumbuka na ufike sasa katika jina la Yesu. Praise the name of Jesus. Why am I? Kwa nini nasema sasa? Kwa sababu hatukai dunia muda mrefu. Si ni ukweli? We are not here forever. Amen. We are not here forever. Therefore, ninaomba Mungu aanze kuwatimizia ahadi zake katika jina la Yesu. Ninaomba venye Mungu ameendelea kufanya katika maisha yenu na maisha ya kanisa hili, the same Mungu aanze kufanya katika maisha yenu. Venye hii ghorofa Bwana ameinua kupitia mikono yenu, Jehova ainue maisha yenu katika viwango vya juu katika jina la Yesu. He's God who do remember. He's not a man that he do forget. Amen. And finally, allow me to speak about this last point, ambayo inasema number 4, na ndio nitamalizia naye. My God. There is reward as a laborers with God. We need also to remind ourselves that there is always a reward. There is always a reward. Kuna mshahara wa kile tunafanya. Laborers, there is a reward. I like this version, the Message Bible, ambayo inasema Revelation chapter number 22 verse 12. Revelation chapter number 22 verse number 12. Message Bible inasema, yes, I
I am on my way. I am on my way. Yes, I am on my way. I will be there soon. Hapa nasema, I am bringing my payroll with me. I will pay all people in full for their lives' work. This is what our master is saying. Yes, I am on my way. Yes, I am on my way. I'll be there soon. Sikiliza niwaambie watenda kazi. Anasema maneno haya, niko jiani naja. Na muda si muda nitakuwa nimefika. Our master ambaye tunamtumikia anasema hivi, niko jiani ninakuja. Na muda si muda nitakuwa nimefika. Niko hapa niwazungumzia watu wa Hope nikimalizia ujumbe huu. Niwaambie haya ndiyo maneno ambayo Jehova anawazungumzia siku ya leo. Anasema niko jiani. Sikiliza niwaambie, Jehova ameanza safari. Yule aliyetupatia kibarua ameanza safari. Yule aliyewaitia hii kazi, yule mmekuwa mkimtumikia, anasema maneno haya, already nimeamuka. Mimi nimeanza safari kuja kuharibu watu wangu. Yani si yuko ofisini tena. Nimeanza safari ya kuja. Na shughuli ambazo anakuja zinaelezewa hapa. And then anasema, very soon I'll be there. This is my message about namalizia naye. Very soon the Lord is coming for you. Very soon God will be there. Very soon the master will land there. Stop giving up. Very soon he is coming. It doesn't matter where you are. It doesn't matter whatever you are going through. But this is what the message inasema, that very soon I will be there. I know what you have worked for. I know what you have been doing. And very soon I will be there. Already I have started coming. Mungu ameanza kuja. Watu wa Hope msikufe moyo. Yule aliyewaita, yule mliyekuwa mnamtumikia, ambaye mmemtumikia kwa mioyo, anasema nimeanza kuja. Nimeanza safari. My God. Sijui kama nazungumzia mtu kwa nyumba hii. Nimeanza safari. Wacha kufa moyo. Nimeanza safari. Na muda si muda nitafika. Muda si muda nitafika. Na nikifika waliokuchekelea hawatakuchekelea tena, maana watajua kile ulichofanya si kupoteza. Nikifika waliokuona kama mjinga watajua wewe si mjinga, maana kile ulifanya si kupoteza, ulikuwa unapoteza. I will be there very soon. I will be there very soon. And the Bible inasema ya kwamba I am bringing my payroll with me. Yani anasema nimekuja nikiwa nimebeba kitabu kilichobeba maneno ya mshahara, kinachozungumza mambo ya kazi ambayo watu wangu wamekuwa wakifanya. Praise the name of the living God. Hallelujah. Natangaza maneno haya katika jina la Yesu. Wale ambao wanakufa moyo, kabla hujakufa moyo, Yesu anakuja kukuangalia kwa jina la Yesu. Kabla haujakufa moyo, kabla hujafika mwisho, kabla haujaangamia, Yesu atakuwa amefika. Maana anasema ninajua